Giza lilijaa ndani ya chumba cha Daniel. Taa zote zilikuwa zimezimika ghafla, hakukuwa na mwanga hata kidogo. Daniel alisimama kimya, moyo wake ukipiga kwa nguvu hadi akasikia mapigo yake masikioni mwake. Kisha alisikia pumzi. Si pumzi yake, ilikuwa ni pumzi ya kitu kingine ndani ya chumba. Daniel alijaribu kufikia swichi ya taa ukutani, lakini kabla hajafanya hivyo, sauti ile nzito ilisikika tena karibu kabisa na sikio lake. Usijisumbue, taa hazitawaka tena. Daniel aliruka nyuma kwa hofu. Nani wewe? Aliuliza kwa sauti iliyotetemeka. Kulikuwa na ukimya kwa sekunde chache. Kisha sauti ile ikasema polepole, mimi ndiye uliyeniona kwenye ile picha. Mwili wa Daniel ulitetemeka. Kiumbe cha kwenye picha. Kisha giza lilianza kusogea polepole, kana kwamba lina umbo. Polepole sana, umbo la kivuli lilianza kuonekana mbele yake. Lakini halikuwa kama mtu wa kawaida. Kilikuwa kirefu sana, mikono yake ilikuwa mirefu kupita kawaida. Na uso wake haukuwa na macho wala pua. Ilikuwa kama shimo jeusi. Daniel alirudi nyuma polepole. Unataka nini kutoka kwangu? Aliuliza. Kiumbe kile kilicheka kwa sauti ya baridi. Unajua kitu ambacho hukupaswa kujua. Daniel alikumbuka ile picha tena. Kwa sababu nilikuona? Aliuliza. Kiumbe kile kilisogea karibu zaidi. Ndiyo. Kila mtu anayeniona hawi hai kwa muda mrefu. Daniel aligeuka kukimbia kuelekea mlangoni, lakini mlango ulikuwa umefungwa. Aliujaribu kuufungua kwa nguvu, lakini haukutikisika. Ghafla, simu yake ilianza kuita tena katika giza lile. Nuru ndogo ya skrini iliangaza chumba kidogo. Daniel aliangalia, namba ile ile, Musa. Kiumbe kile kilisimama ghafla, kana kwamba hakikupenda simu hiyo. Daniel aliipokea haraka. Musa, tafadhali nisaidie. Sauti ya Musa ilisikika kwa haraka sana. Daniel, sikiliza kwa makini, usikiangalie moja kwa moja. Daniel alishangaa. Kwa nini? Musa alipiga kelele. Kwa sababu kikiangalia macho yako, lakini kabla hajamaliza simu ilikatika. Daniel aligeuka, lakini ilikuwa tayari imechelewa. Kiumbe kile kilikuwa mbele yake kabisa. Na ingawa hakikuwa na macho, Daniel alihisi kama kinamtazama moja kwa moja ndani ya nafsi yake. Kisha kilisema kwa sauti ya kutisha, umechelewa. Chumba kilianza kuwa baridi sana, baridi ambayo Daniel hakuwahi kuhisi maishani mwake. Kisha kiumbe kile kilinyoosha mkono wake mrefu kuelekea kwake. Na wakati huo, simu iliita tena. Lakini safari hii ilikuwa tofauti. Haikuwa namba ya Musa, ilikuwa namba isiyojulikana kabisa. Daniel aliitazama kwa hofu. Na kabla hajapokea, kiumbe kile kilisimama ghafla, kana kwamba kinaogopa. Simu iliendelea kuita, twi. Daniel aliipokea polepole. Kisha sauti mpya kabisa ilisikika, sauti ya mwanamke mzee, lakini sauti hiyo ilikuwa nzito kama radi. Daniel. Kiumbe kile kilianza kurudi nyuma polepole. Daniel alishangaa. Wewe ni nani? Aliuliza. Sauti ile ilisikika ikisema kitu cha ajabu sana. Simu hiyo haikukutafuta kwa bahati mbaya. Ulichaguliwa. Daniel alichanganyikiwa. Kuchaguliwa kwa nini? Kisha mwanamke huyo alisema maneno yaliyobadilisha kila kitu, kwa sababu wewe ndiye unayepaswa kukizuia. Lakini ukishindwa, hakutakuwa na simu nyingine. Na si wewe tu utakayepotea. Kisha simu ilikatika. Na Daniel alibaki peke yake gizani na kiumbe kile. Lakini sasa alikuwa na swali moja kubwa kichwani. Ni nani aliyempigia simu? Na kwa nini kiumbe kile kilikiogopa? Lakini kabla hajapata jibu, kiumbe kile kilitabasamu na kusema polepole, basi tuanze mchezo. Chumba kilikuwa kimya kabisa. Daniel alisimama katikati ya giza, akitazama kiumbe kile kilichokuwa mbele yake. Kilikuwa kirefu sana, karibu kugusa dari ya chumba. Mikono yake mirefu ilisimama kama matawi ya mti uliokufa. Na uso wake ulikuwa giza tupu. Hakukuwa na macho wala mdomo, lakini Daniel alijua fika kuwa kinamtazama. Basi tuanze mchezo, kiumbe kile kilirudia kwa sauti nzito. Daniel alimeza mate kwa shida, kisha akauliza, mchezo gani? Kiumbe kile kilicheka kwa sauti ya ajabu iliyojaza chumba chote. Kila mtu niliyemchagua hujaribu kukimbia.
Kila mtu hujaribu kupigana, lakini hakuna aliyewahi kushinda. Daniel alikumbuka maneno ya sauti ile ya mwanamke kwenye simu. Ulichaguliwa kukizuia, lakini hakujua vipi. Ghafla simu yake iliwaka tena mikononi mwake. Hakukuwa na simu inayoingia, lakini skrini iliwaka yenyewe. Kulikuwa na ujumbe mmoja tu, mfupi sana: usiwe na hofu. Daniel alishangaa, lakini kabla hajafikiria lolote, kiumbe kile kilianza kusogea polepole kuelekea kwake. Kila hatua yake ilifanya sakafu kutoa sauti ya ajabu. Thum thum thum. Daniel alianza kurudi nyuma mpaka mgongo wake ukagusa ukuta. Hakukuwa na pa kukimbilia. Kiumbe kile kilisimama mita chache mbele yake, kisha kilinyoosha mkono wake mrefu kuelekea kwa Daniel. Ni wakati wa kuondoka. Daniel alifunga macho kwa sekunde moja, lakini alipoyafungua kitu cha ajabu kilitokea. Simu yake ilianza kung'aa mwanga mkali sana, mwanga ulioujaza chumba chote. Na kwa mara ya kwanza, kiumbe kile kilipiga kelele. Sauti yake ilikuwa kali kama chuma kinachokwaruzwa. Kilianza kurudi nyuma kwa haraka, huku kikipiga kelele, zima hiyo. Daniel alishangaa kuona mwanga kutoka kwenye simu yake, ukikifanya kiumbe kile kuungua kama kivuli kinachopotea. Daniel alinyanyua simu juu zaidi na mwanga ukaongezeka. Kiumbe kile kilianza kupotea polepole, lakini kabla hakijatoweka kabisa, kilisema maneno ya mwisho yaliyomfanya Daniel agande: hujashinda. Hii ni mwanzo tu. Kisha kilitoweka kabisa kwenye giza. Taa ndani ya nyumba zikawaka tena ghafla. Daniel alisimama kimya. Chumba kilikuwa tupu. Hakukuwa na kiumbe tena wala kivuli. Daniel alipumua kwa nguvu na kusema polepole, imekwisha. Lakini aliposhusha simu yake, aliona kitu kipya kwenye skrini. Kulikuwa na application ambayo hajawahi kuiona kabla. Iliitwa Watchers. Daniel aliigusa polepole na app ikafunguka. Ndani yake kulikuwa na ramani ya dunia yenye nukta nyekundu nyingi, pengine maelfu. Kisha ujumbe ukaonekana chini ya skrini: kuna wengine wengi. Daniel alihisi baridi mwilini kwa sababu sasa alielewa kitu. Kile kiumbe hakikuwa cha pekee. Kulikuwa na vingine vigni duniani, na simu yake ilikuwa njia ya kuzipata. Ghafla simu ilitetemeka. Simu mpya ilikuwa inaingia. Safari hii haikutoka kwa Musa wala namba yake mwenyewe. Ilikuwa kutoka namba isiyokuwa na jina. Daniel aliipokea polepole. Sauti ile ya mwanamke mzee ilirudi, safari hii ikiwa wazi zaidi. Hongera Daniel. Daniel aliuliza, kwa nini? Sauti ile ilisikika ikisema polepole, kwa sababu sasa wewe ni mmoja wetu. Daniel alishtuka. Mmoja wenu? Kisha mwanamke huyo alisema maneno ya mwisho ya usiku huo: karibu kwenye wale wanaolinda dunia dhidi ya vitu visivyo vya dunia hii. Na kazi yako ya kwanza inaanza sasa. Simu ilikatika. Na kwenye ramani ya apu ile, nukta nyekundu moja ilianza kung'aa karibu kabisa na nyumba ya Daniel. Na Daniel alielewa ukweli mmoja wa kutisha. Vita ilikuwa imeanza tu.